kazi. Wakafurahi sana. Kesi akamshukuru Violet kwa kuongea na rafiki yake na kusababisha kupata kazi. Akambeba mpaka kiunoni na kumuuliza, nikufanyie nini? Nipeleke juu ukanigongelee msumari. Kesi akamnyanyua juu vizuri ili aweze kumbeba vizuri, kisha wakapanda juu kwa ajili ya misumari. Scarlett akiwa nyumbani ametulia, mdogo wao Luna ambaye alikuwa kwenye masomo akaingia. Scarlett akafurahi kumwona mdogo wake kwa sababu kamaliza shule. Luna akamuuliza Scarlett, yuko wapi Violet? Violet naye kumbe alikuwa anakuja kumwona, maana sauti yake alishaisikia. Wakafurahi sana. Sasa wamekutana na wadada watatu, yani 3 sisters. Kesi akiwa chumbani na Scarlett. Scarlett akamuuliza Kesi, ni lini happy birthday yako? Akamwambia mwezi wa 10. Akamuuliza tarehe ngapi? Akamjibu tarehe 13. Scarlett akawa anajibibisha tu kwenye kifua cha Kesi. Scarlett akamuuliza mbona sio mbali na hujaniambia chochote kuhusiana na siku yako ya kuzaliwa? Akamjibu hujawahi kuniuliza na sikutaka kukupa stress. Scarlett akawa anaendelea kujibebisha tu katika kifua cha Kesi. Siku ya happy birthday ya Kesi, kumbe Scarlett alimnunulia Kesi gari na kumfanyia surprise. Kesi alifurahi sana kuona anapendwa mpaka kufikia hatua ya kununuliwa gari. Huko nyumbani Violet yupo na Luna. Violet kachanganyikiwa siku ya happy birthday ya mpenzi wake. Kesi simu inaita tu bila kupokelewa. Mdogo wake Luna akamuuliza kwani shida nini? Violet akawa analalamika kwa nini hajampigia simu siku yake ya kuzaliwa. Haitakiwa kufanya hivyo. Violet akawa anajilaumu. Luna akamwambia kuwa mpole, usipende kuweka hitimisho kabla ya kujua tatizo, huenda na shida akapata. Luna akamshauri dada yake aende nyumbani kwake, huenda atamkuta. Ikabidi Violet atoke nyumbani na kumfuata Kesi nyumbani kwake bila kujua dada yake Scarlett ndio yupo naye na kamnunulia gari. Violet akaamua kwenda mpaka nyumbani kwa Kesi. Cha ajabu, nje anakutana na gari imepamba maputo na maua, wakati yeye kabeba keki ya birthday na champagne tu. Akawa alitazama gari, anajiuliza moyoni, gari la Kesi au nani kamnunulia kama zawadi? Huku ndani Kesi anamshukuru dada yake Scarlett kwa kumnunulia gari. Violet akaona kama hayamuhusu, akaingia ndani huku akimwita baby. Akasuka kumwona mpenzi wake yupo na dada yake Scarlett, akadondosha champagne, ndipo akashtuka. Elizabeth akakosa ujasiri na kuamua kuondoka. Kesi akawa hajui nini kinaendelea. Scarlett akawa anamuita mdogo wake, lakini mdogo wake hakusimama. Kesi akawachungulia kwa dirishani, akaona kashaharibu. Siku ya zawadi ya gari anaharibu, akawa hajui nini cha kufanya. Luna akiwa nyumbani kwenye sofa, dada yake Violet anaingia mkuku kachanganyikiwa. Analia wakati anamwangalia Violet jinsi alivyochanganyikiwa. Dada yake Scarlett naye anaingia huku akimwita Violet. Violet kimya. Luna anauliza shida ni nini, hakuna anayemjibu. Violet alipoingia chumbani akawa analia tu. Dada yake Scarlett akamuuliza nini kinaendelea, akamwambia Kesi ni mchumba wake aliyekuwa anamwambia anampenda. Dada yake Scarlett akawaka sana, akamwambia acha kuwa mpumbavu na kumwambia akae mbali na mpenzi wake Kesi na kuondoka zake. Luna alipomuuliza Violet mbona mnataja jina la mwanaume mmoja, Violet akamwambia ni mwanaume wangu. Luna ikabidi amsogelee kitandani kwa ajili ya kumbembeleza. Huku kwa Kesi aelewi kinachoendelea, kichwa kinamuuma. Huku Violet anamwambia Luna kwamba sister wake kamsaliti na kutembea na mwanaume wake. Scarlett akarudi paka kwa Kesi. Kesi alikuwa anapata ushauri kwa rafiki yake. Scarlett akamwambia sitaki kukupoteza, lakini kwa nini unatembea na mdogo wangu Violet? Hapo ndipo akagundua